Uwekezaji ni njia ya kupanga matumizi ya fedha ili kuzalisha mapato kwa muda mrefu. Uchaguzi wa aina sahihi ya uwekezaji unategemea malengo ya kifedha na muda wa uwekezaji. Uwekezaji umegawanyika kwenye aina mbalimbali, na aina ya kwanza ya uwekezaji ni kwenye vipande vya UTT AMIS. UTT AMIS ni uwekezaji unaotokana na mifuko ya pamoja inayosimamiwa na kuendeshwa na wataalamu. Na aina ya pili ya uwekezaji ni kwenye hisa. Hisa ni sehemu ya umiliki wa kampuni unaopatikana kupitia soko la hisa la Dar es Salaam linalojulikana kama DSE, yani hisa kiganjani mwako. Kupitia hisa, mwekezaji huwa anapata faida pale ambapo thamani ya hisa inaongezeka ama anapopata gawio kupitia kampuni husika. Hisa ni aina ya uwekezaji yenye uwezekano mkubwa wa faida, lakini changamoto yake huwa hisa inapanda na kushuka thamani. Aina ya tatu ni kwenye real estate. Real estate inahusisha uwekezaji kwenye mali ambazo hazihamishiki, ikiwemo ardhi, nyumba na majengo ya biashara. Aina ya nne ya uwekezaji ni kwenye hati fungani. Hati fungani huu ni uwekezaji ambao mwekezaji anaikopesha serikali ama kampuni alafu analipwa riba kwa muda maalum. Na aina ya tano ya uwekezaji ni kilimo cha biashara. Kilimo cha biashara huu ni uwekezaji ambao unahusiana na uzalishaji wa mazao na mifugo kwa lengo madhubuti la kibiashara. Faida kwenye huu uwekezaji wa kilimo cha biashara huwa inategemea uhitaji uliopo sokoni, hali ya hewa na usimamizi binafsi. Uwekezaji huu japo ni rahisi sana kuufanya, ila ni uwekezaji ambao unakuhitaji uwe na ujuzi pamoja na uvumilivu. Kila aina ya uwekezaji ina faida na changamoto zake. Ni muhimu sana kulijua hilo kabla ya kuwekeza na baada ya kuwekeza pia. Wewe kama mwekezaji ama mtu mwenye nia na ndoto ya kuwa mwekezaji, ni muhimu sana kuchagua uwekezaji ambao unaendana na malengo yako ya kifedha.